wamesajili nyingi kwa hiyo Nabi Kamara, wakina Ibn Barua, Sharamoa Kaboa ambaye sasa hivi ameondoka kwa Senki. Mwaka juzi hao. Mwaka juzi na kwa mfano mchezaji kama Nabi Kamara ni mchezaji ambaye alikuwa anaonekana ana deserve kucheza kwenye klabu ya Simba. Lakini maamuzi yaliyofanyika ni kumpa Senki. Nahitaji uzungumzie kwenye hizi sajili kubwa ambapo mkienda kusajili kwa sababu wachezaji mnawapata kwenye dirisha kubwa. Wapi mnakuaga labda kwenye scouting unaweza ukaiambia nini ili kuangalia wachezaji kama mnaoingiza kwenye dirisha dogo watatu lakini wana mafanikio makubwa? Scout ya Simba bora sana. Mimi labda nikwambie scout ya Simba bora sana. Na ndio maana hata wachezaji wanaokaa benchi Simba wakienda kwenye timu zingine wanakuwa bora. Kwa mfano leo Nabi Kamara umemwona kapendekezwa na Fadu Davis. Fadu Davis mfumo wake tofauti na Mwalimu Baka. Tofauti. Fadu Davis mfumo wake unacheza kwa taratibu, unatengeneza mipango. Nadhani Steve Baka ule mfumo wake nadhani wewe umeshauona. Kwa hiyo mchezaji anakopi kutokana na mfumo wa mwalimu. Nabi Kamara sio kama mchezaji mbovu. Mimi na uhakika Nabi Kamara leo kwenye timu za Tanzania yoyote ukiondoa Simba chini ya mwalimu Steve Baka, timu yoyote Nabi Kamara anaanza. Lakini kwa sababu mwalimu wetu sisi wa sasa hivi Steve Baka, mfumo na Nabi Kamara haviendani. Na mchezaji ambaye amepewa Senki akiwa na kikosi cha na mchezaji ambaye amepewa Senki akiwa na kikosi tulomaliza na ligi. Na kweli mwalimu alikuwa mtumii sana. Alikuwa mtumii kwa sababu anamuona mchezaji ambaye yuko slow. Leo Alassane Maodo mzuri, lakini kutokana na uslowly aliyokuwa nao na yeye anapewa Senki nimesikia. Kwa sababu yuko slowly, si tunataka watu ambaye wanaenda wanagonga. Mliingia cha kike wote. Hatukuingia lakini mfumo, kwani Alassane Maodo kapendekezwa na Steve Baka. Akupendekezwa na Fadlu. Viongozi wale. Sio viongozi, ripoti ya mwalimu. Kiongozi anaenda kuleta yule anayetakiwa. Ripoti ya mwalimu Fadlu na ndio ilikuwa imependekeza hawa. Lakini mfumo wa Steve Baka mfumo umekataa. Baka kuna wachezaji ambao wanafanya nao kazi na kukudhibitisha hilo kwamba Baka katika kuona mchezaji gani mimi ananifaa jicho lake linaona. Tumeona dirisha dogo mashina alizopendekeza watu mpaka sasa hivi wanakoa damu. Na wanaongopeana kwamba tunasajili, tumengoa huyo sio. Kuna wengine wanaomba yule Aula apate timu aondoke. Ila si tuwaambie yule aondoke. Kuna watu wanaomba dua Libase aondoke. Ila tuwaambie wale waondoke na bado shida iko pale pale. Mabeki ile mitobo sio kukimbizwa mtu analala viatu, Jobu sio miezi 8 nje, wale wote wapo. Tumeelewa. Kwa hiyo hata huu usajili huu Steve Baka kaandika ripoti yake na wachezaji waliowataka kwa 90%. Nimepenyezewa kwamba 90% walotakiwa wote wamepatikana. Aliyo mtu maana zamani walikuwa wanatengeneza comedy jamaa zetu ili wapate kuwadanganya watu wao. Tumepoa. Tumenyang'anya. Sisi tumefanya nini? Safari hii tumesajili vitu vyetu vilivyokuwa halali na tuwaambie kabisa. Tukutane tarehe 12 pale uwanja wa sio Mkapa. Hujatajwa uwanja. Lakini tutakapokutana tutaenda kuwanyosha. Bwana Shabani, tumezungumza mengi zaidi kwa upande wa wachezaji, lakini wewe ni mtu wa mpira. Jana hapo tumeibuka kasumba kati ya kocha aliyekuwa kocha Mashujaa pamoja na mchambuzi wa Kabogo Hasi Rafael. Bila shaka umeona hiyo. Nimesikia. Ila Tanzania kwenye safari ya mpira na watu waliokuwa mbele ya mpira tuna kazi ngumu sana. Mimi binafsi Julio nasema sio mwalimu, msimamizi wa mazoezi. Na hili hata Mashujaa niliwaambia Kigoma. Na nilimwambia huyu mwalimu wenu mkibaki naye mtacheza playoff na mtacheza playoff au mtanusulika kushuka. Anashindana bwana na mchambuzi. Anashindana kwa sababu ndio maana nakwambiaje, kitengo cha mpira wa miguu cha Tanzania, wale masini ya walokaa mbele 100% wanaangalia maslahi yao kuliko kuangalia mpira wa Tanzania. Kwa mtu wa umri kama wa Julio kacheza mpira, kasimamia baadhi ya timu, maana sio kocha, mpaka kwenye timu ya taifa ya Tanzania unapigiwa simu kwenye redio live unaongea maneno ya matusi. Kweli aliyekuoje hata kama unamuona hana discipline na watu wanajua hana discipline, wewe ni mtu mkubwa katika mpira nchi, umecheza na unajua thamani ya mpira, anakuoji hata kama umefukuzwa kazi. Wangapi wamefukuzwa kazi? Au toka umeanza kazi ya kusimamia mazoezi katika timu zingine hujafukuzwa kazi? Uspaniki kauli yake inatembea mitandaoni, anajisikiaje?
Anasema mimi chombo fulani sikitaki kwa sababu kinaniletea nuksi. Wewe mwenyewe kuna mambo mangapi mabaya umefanya? Mbona watu wamenyamaza? Mbona watu wamenyamaza kimya? Leo unapozungumzia mpira wa Tanzania, katika watu watakayetajwa kwenye watu 200 waliofanya mpira wa Tanzania uende, Julio umo au uongo? Kwa nini unakuwa na vitu vya mwandishi akikuoji unamtisha wewe? Mimi bwana, wewe usinioji tena. Wewe nani? Anaoji wa Cristiano Ronaldo na Messi, itakuwa wewe Julio unakaa mwembe chai. Pengine hii inawazoofisha kwa kiasi gani? Wanawazoofisha wachambuzi na anawazoofisha waandishi wa habari, na nyinyi waandishi vile vile, sijui mnakuwa mna kiu ya taarifa. Kwa nini msipomhoji Julio je, taarifa zenu haziendi? Kwa sababu ni mtu ambaye discipline yana. Nimemwona hata kule Mashujaa, Simba imecheza, mwandishi anamhoji, anamclash mwandishi. Wamecheza na Yanga, ana clash, anaambiwa Chama kafunga goli 2, anakataa. Kweli timu inamwajiri mtu aelewi hata nani kafunga, hapo yeye ndio kocha. Ina maana timu yake inapocheza hata mifumo yeye hajui. Sasa huyo msimamizi gani wa mazoezi? Si bora hata ulichukue hata lile lililokota makopo liweke litajua. Leo mkota makopo mecha Mashujaa, ukimuuliza kafunga nani magoli atakwambia Chama kafunga 2. Kocha amekaa kwenye benchi anakwambia Chama hajafunga 2. Kwa yule bwana ana matatizo yake. Ila mimi niseme na wewe mvamie hivyo, hamna mpira huo, lazima uwe na technique. Sasa Julio alipoendea sio sehemu nzuri. Niwapongeze Mashujaa, Kigoma nyumbani kwa Simba. Si kubaki Mashujaa, si tunapata tunaenda kula mijibuka. Alafu kule nyumbani kwetu tukienda kucheza, kijiji chote kinajaa pale uwanja wa Mashujaa. Kwa hiyo sisi tunafurahi kule, na tuambie huyo mwalimu walokuwa naye sasa hivi, msimu ujao ushindani utakuwepo, Mashujaa itakuwa bora. Niwapongeze kwa kumuondoa msimamizi wa mazoezi. Pengine Hans Raphael, unaweza kusema ni moja ya mwandishi ama mchambuzi ambaye amekuwa akizungumza ukweli, ndio maana Julio ameamua kumwakia namna hiyo. Wote watu wana vitu vya ovyo. Wote wana vitu, huyo Hansi ana vitu vya ovyo, Julio wote wana vitu vya ovyo. Sema kila mtu ana sehemu yake. Kwa hiyo Hansi tumwache na mambo yake, kwa sababu Hansi sasa hivi naona kama akili zishaenda kurudi, anazungumzia mpira sasa hivi. Sasa hivi kule katika uchawa, si yule alikuwa anampangia nyumba kachaga ili kumlipia kodi. Sasa hivi naona anaongea mpira sasa hivi. Yaani akili yake isharudi. Anaongea ukweli, na kwenye uongo anazungumza uongo. Kwa hiyo wote Julio na yule Hansi wote familia moja. Lakini mimi sikutegemea kama Julio ataongea maneno yale kwenye chombo cha habari kikubwa kama Clown. Cha kumwambia mtoto si nini, tusi moja baya sio nzuri kulitaja, sababu nikilitaja hapa mwanangu anaangaliaga YouTube nyumbani, akisikia baba nimeongea neno lile mwanangu nitamfunza nini? Julio mimi na uhakika na watoto wakubwa na wafunza nini? Kwa hiyo kile kitu akufanya vizuri, hata kama wote wale wa ovyo, huyo Hansi ovyo, huyo naye ovyo, wote ovyo. Ndio kusema hawataki kuambiwa ukweli. Sio kama hawataki. Watu hawaangalii mpira. Hawafuatilii mpira, watu wanachoangalia maisha yao na maslahi yao binafsi na kusifiwa wao. Yaani hilo ndio tatizo. Kwenye mpira kuna wakati watu wanakusifia, kuna wakati unaonekana huna maana. Na ndio dunia ilivyo. Kama watu wapo binadamu hapa duniani wanasema Mungu hayupo. Uongo? Hawaishi. Imani yao sisi wanayo. Kwani wewe Julio, watu wakikwambia wewe sio mwalimu, wewe ndo unakuwa kama nani kwa mfano? Kama wewe nani? Pengine ile kuharibu kibarua cha mtu. Sio kuharibu, watu wanaona wewe Mashujaa ilibaki hivi ishuke. Tia maji watu wazee wa Kigoma baada ya Ndumba na huku timu imebaki. Baki sio uwezo wa Julio. Haya, angalia yule kocha wa sasa hivi Mashujaa msimu ujao na watabiria. Kwenye timu 6 Mashujaa lazima atakuwepo. Wala tokuwa na hali mbaya kushuka daraja. Lazima atakuwepo kwa sababu ana wachezaji wazuri na mwalimu anamchukua mzuri. Shabani, mimi nikushukuru sana. Nashukuru, kila laheri, ila niwaambie tu wana Simba, tusubiri, tumeona kuna bango limewekwa hapa. Tusubiri kuna jambo gani, na sasa hivi dawa ni kuweka bando. Ukiweka bando
Hautangaziwi Buba Jabeli, unatangaziwa mchezaji wa mpira. Nashukuru sana.